kuongeza kipato cha wana Kilwa ni kupitia kilimo ndio na ufugaji kilimo na uvuvi samani. Sisi asili yetu ni kilimo na uvuvi. Wafugaji kama wamekuja sasa, kuna vitu vingi nimefanya, nimekaa na wizara, wamenipa wataalamu, tumekuja wamepima ardhi, lakini wamezunguka. Kwa hiyo tunajaribu kadri ya uwezo wangu kuhakikisha hawa wakulima, wananchi wa Kilwa wanalima ili waweze kutatua matatizo yao, uongeze kipato chao. Kwa hiyo najaribu kushirikiana na wizara na mimi mwenyewe kutengeneza vitaru vya miche bora ya korosho. Wizara pia tunapambana, wamesema watatuletea mbolea, dawa, lakini tunajaribu kuongezewa mbegu bora za ufuta. Sababu wilaya yetu ya Kilwa ndio tunaongoza kwa uzalisha ufuta. Tumeambiwa pale trilioni zimeingia. Kwa hiyo kuna vitu vilikuwa vinaendelea, watu wanapanda yani, unajua kuna mbegu na kuna nafaka. Kwa sababu ya upatikanaji labda sio mzuri au utaratibu sio mzuri wa kupata mbegu bora, watu wamekuwa wakipanda nafaka. Sasa ukipanda nafaka haupati mazao mazuri. Kwa hiyo sasa hivi tunahangaika kuhakikisha wanapata mbegu bora, kama ni kwenye ufuta, korosho, miche ya korosho ya kisasa, mahindi wapate mbegu bora, ili mpunga wapate mbegu bora. Kwa hiyo kushirikiana na serikali, wizara ya kilimo, tunajitahidi sana, lakini nimepambana kuleta zao jipya, zao la kokoa. Kokoa inaota vizuri sana. Kokoa is a huge business. Yes. Kwa hiyo sasa hivi tunahangaika kupata wataalamu watakuja kutupandikizia ile mbegu za kisasa, tuzigawe kwa wananchi wa Kilwa ili waongeze katika mazao ya biashara. Lakini pia nahangaika kwamba tutengeneze mbegu za kisasa za minazi, embe, ndimu, limao. Nimeleta parachichi, tunazijaribu, kuna zinaota. Lakini nimeongea na Joe Kusaga, China wao wanafanya majaribio ya mbegu za soya. Nataka tulete soya huku. Tumeleta alizeti, inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo tunataka hawa wananchi, mtama unafanya vizuri sana, tuhakikishe wanalima vya kutosha ili kuinua kiwango chao cha maisha. Hakuna njia, hamna hela unaweza kuwapa, hakuna serikali inaweza kutoa hela. Ni juhudi zao sasa, tuwasaidie walime ili waweze kupata haya mazao yainue kiwango chao cha maisha na kipato chao. Kwa hiyo tuko kwenye hizo njia. Mimi na miezi kama 5 na 6 katoka nimechaguliwa kuwa mbunge. Kwa hiyo bado ni mapema, lakini kuna mipango mingi sana iko mbele yetu. Kwenye uvuvi nafanya kazi karibu sana na nikishirikiana na mbunge mwenzangu na wizara ya uvuvi, waziri wetu, ambao hapa tulipokaa, hii ni bandari ya kisasa ya uvuvi. Nadhani moja ya pekee hapa Afrika Mashariki na Kati. Hakuna bandari nyingine kama hii ya uvuvi. Lakini katika kuwasaidia vijana wapate kazi, kuna boti ambazo zinakuja toka serikalini. Sasa hivi kuna tume imeundwa kwa kuangalia size. Mara ya kwanza ziletwa boti, lakini size zilikuwa kubwa, engine kubwa, ambazo zilikuwa haziendani na mazingira ya wavuvi wetu huku. Lakini sasa hivi tutawaletea boti ambazo ni size yao, ni engine size zao, wanazozijua, wanaziweza, ambazo sasa zitagawiwa ili kwa vikundi vya vijana waende wakafanye kazi, waache kukaa vijiweni. Kwa hiyo serikali na mpango kuleta boti nyingi sana. Nadhani kama mlisikiza bajeti mtasikia kwamba kuna boti nyingi zilishawahi kuja na nyingine zitakuja ili vijana waweze kufanya kazi.